wasallam anasema yoyote mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu kwa jina hilo, basi dua yake hiyo hairudi nyuma, inakubalika. Ismullahil a'zam. Kuna hadithi chache hapa niziseme kwa mujibu wa kitabu nilichokuwa nacho mbele ili tuongezee maarifa. Imepokewa hadithi kutoka kwa Saadi ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qal, amesema Saadi ibn Abi Waqqas kwamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, da'watu dhinnuni, dawa ya mwenye nuni. Hapa anakusudiwa dhinnun ni Nabii Allahi wa Mwenyezi Mungu ni Yunus, ndio anaitwa dhunnuni, na tutaelezea huko mbele nini maana yake. Anasema dua ile idhaa wa huwa fi batnil hut, pale alipoiomba ilhali yeye yupo katika matatizo katikati ya tumbo la samaki mkubwa, chewa, wengine wanasema nyangumi. Hebu fikiria mtu anakuwa ndani ya samaki, tumbo la samaki, katika jaufu ya tumbo la samaki, si ndio kishaangamia, kishamalizika. Lakini pamoja na matatizo hayo yupo katika dhulumatin fauka dhulumatin, alisema maneno haya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, hapana mola hapasai kuabudiwa kwa haki ila wewe, hakika mimi nilikuwa katika wenye kujidhulumu. Alisema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Inapatikana hiyo katika suratul Anbiya. Mwenyezi Mungu ameeleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa innahu, hakika mambo yalivyo, lam yad'u biha rajulun muslimun, lam yad'u biha rajulun muslimun, haombi kupitia dua hii mja yoyote Muislamu fi shay'in, katika kitu chochote, qattu kabisa, illa stajaba lahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamkubalia dua yake. Chukua hii, itie katika maisha yako. Wewe unapata tabu kuhangaika kwa waganga, kuhangaika kwa maaskofu, kuhangaika, unahangaika sana, dua unayo, tumia dua ya Dhinnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kariri neno hilo katika maisha yako. Huna kazi wewe, unapata tabu, unahangaika, kariri neno hilo. Unauguliwa, unahangaika, kariri neno hilo. Unapata mashaka mengi duniani, unapata dhiki, kariri neno hilo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia katika maisha yako. Kariri sana neno hilo, Mwenyezi Mungu atajalia kila la kheri. La ilaha illa anta subhanaka. Kwa hiyo unatakiwa ulikariri, yani rudie neno hili katika masaa 24 ya kila siku. Una matatizo mengi wewe, na mimi nina matatizo, na mwingine yote na matatizo anayenisikiliza hapa, aseme la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Neno hili amelisema Dhunnun, mmoja wa manabii katika manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na namna yake katika haja zako za aina yoyote, katika matatizo ya aina yoyote. Unaweza ukalikariri hilo neno mara kadhaa, kisha unaambia Mwenyezi Mungu, nimesema neno hili kwa sababu na tatizo kadha kadha. Ndio inavyokuwa. Unatanguliza ili neno, kisha unasema ile haja yako. Haya. Na hadithi